Katika maisha itawahi fikia siku moja tu utapata transfer to a new place. You don't know anyone, haujui mtu yoyote, you have never been to that place. Lakini you will have to settle na kutengeneza a good environment and good friends and new people in that place. Yuko mchungaji mmoja ambaye alitoka all the way from Italy akaja Kenya ili kusimamia kuanzisha kwa diocese fulani in Isiolo. Alipokuja ilikuwa mara yake ya kwanza kukuja Kenya na hususan Isiolo, lakini alihave kukubali, na alipofika alitengeneza marafiki wengi sana, na pia alijifunza language tofauti tofauti kama Somali, Borana na some cultures ambazo ziko Isiolo. Lakini binadamu ni binadamu, utakuwa na marafiki, vilevile utakuwa na maadui. Mchungaji huyu ambaye anajulikana kama Bishop Louis Gilokati alipoland Kenya na kutengeneza marafiki wengi, ilifikia wakati sasa akaanza kupata maadui. Na siku moja katika pilika zake tu akitoka kanisani kuelekea nyumbani, mida ya saa 1 usiku, mchungaji huyu alivamiwa na kikundi cha watu wawili na kummiminia marisasi, na papo hapo akaanguka chini. Na neighbors ambao walisikia sauti za milio za risasi walikuja hadi pale na wakapata Bishop Louis Gilokati lying down seriously bleeding, lakini kwa bahati nzuri alikuwa bado hai. Mbio very fast wakaamua na wakaita gari na kumkimbiza to the nearest hospital. Bishop Louis Gilokati alipofika hospitalini bado alikuwa anapumua na habari zikacirculate kila mahali, lakini baada ya 1 hour in hospital Bishop Louis Gilokati alifariki. News zilisambaa sana sana kwa waumini wa Katoliki kwa sababu Bishop Louis Gilokati alikuwa anasimamia the Diocese of Isiolo. News ziliposambaa Kenya mzima na pia kumfikia the then president, the late Emilio Mwai Kibaki ambaye alikuwa the president wa 3 Kenya. Habari zilipomfikia Bishop Louis Gilokati, walikuwa na urafiki na President Emilio Mwai Kibaki. Na wakati president alisikia habari hizo zilimguza na akaorder immediately investigation zianze rasmi. Ijulikane ni nani walienda wakaketi na wakapanga Bishop Louis Gilokati anafaa kuuawa. Ni nani huyo alitumwa kumuua Bishop Louis Gilokati? Ni nani sana alitaka Bishop Louis Gilokati kukufa? Hiyo ndio ilikuwa maswali zilizogonga vichwa za investigators walipotumwa kazini kwenda kuinvestigate kifo cha Bishop of the Diocese of Isiolo from Italy kuja Kenya, Bishop Louis Gilokati. Kwanza kabisa, Bishop Louis Gilokati ni nani? Hujambo na karibu ndani ya simulizi. Jina langu najulikana kama Ustadhi Mutugi. So if you're a true crime story, unapenda stories za crime, karibu. This is the channel, nitakuwa nakusimulia zote tu, au sio? In the meantime, subscribe kwa wale ambao hawajasubscribe, alafu finya the notification bell, twende nalo mzee. Bishop Louis Gilokati alizaliwa Italy in the year 1928, date 23. Akiwa mdogo, Bishop Louis Gilokati alipenda sana kazi ya Mungu. Alikuwa anashinda kanisani na kumtumikia Mungu kwa njia zote zile. Alipozidi kukua na kupenda kumtumikia Mungu, alipofika umri wa miaka 24 years old, Bishop Louis Gilokati was ordained to be a priest. Alifurahi sana na kupenda kazi yake, lakini hakujua itafika wakati atatumwa to a new place, a new environment ambapo hajui mtu yoyote. He has never been to that place, and that place is in Kenya, in Isiolo. Na in 1963 Bishop Louis Gilokati alitumwa Kenya akiwa na umri wa miaka 35 years old. That time Kenya ndio ilikuwa ina gain its independence, so aliland wakati mzuri. Bishop Louis Gilokati alipoland in Isiolo, that time population ilikuwa roughly 55,000 people, but sahi ni wengi kiasi, roughly 350 plus people. Isiolo alipoland alijifunza many cultures and many language, ikiwemo Somali, Borana na pia Swahili, ndio interact na people. Alipenda sana the environment ya Isiolo, lakini hakujua siku moja tu hao ndio watu ambao watapanga kumuua. Kwa hivyo turudi back sasa. Wakati President Emilio Mwai Kibaki the late aliorder kuanzishwa kwa uchunguzi ya nani anaweza kuwa alimuua Bishop Louis Gilokati,
ni nani alitumwa na bunduki kumuua Bishop Luigi Lokati. Investigators waliketi na wakaanza kwanza kujua ni nani anaweza kuwa anataka Bishop Luigi Lokati kufa. Hapo ndio walianzia sasa. Wakaanza kuangalia political leaders ambao maybe walikuwa na uadui na Bishop Luigi Lokati, ama ni nini Bishop Luigi Lokati dakika za mwisho alisema kuhusu any leader, kwa sababu Bishop Luigi Lokati, kumbuka, alikuwa anakemea sana corruption and bad leadership. So investigators wakaona maybe huyu ni mwanasiasa fulani ambaye amekuwa akiguzwa sana na maneno ya Bishop Luigi Lokati na akamua kumuua. So walianza kuperuse na kuchunguza kila details. Ni nini anaweza kuwa alisema, alitaja mwanasiasa mgani dakika za mwisho, lakini ili take time na hawakupata anyone ambaye mwanasiasa ama leader mwenye alikuwa na beef kidogo na Bishop Luigi Lokati. Sasa wakakuja ndani ya kanisa kuchunguza ni nani ndani ya kanisa maybe dakika za mwisho walikuwa na uadui na Bishop Luigi Lokati. Walipoanza investigation zao ndipo walikuja kujua Bishop Luigi Lokati dakika hizo za mwisho alikuwa amesimamisha 2 fathers kazi. Wa kwanza anajulikana kama Father Siri Mukachia. Father Siri Mukachia alikuwa amesimamisha kazi kusimamia management of 2 schools kwa sababu of mismanagement. So alisimamishwa kazi. That time bado kuna father mwingine pia alisimamishwa kazi ambaye anajulikana kama Father Guyo Mali Wako. Na Father Guyo Mali Wako alikuwa anahusika sana na mambo ya pesa ndani ya kanisa na vile vile kuitisha funds from donors, wale ambao walikuwa wana support zile initiatives zenye Bishop Luigi Lokati alikuwa ameanzisha, ikiwemo mashule, children's home, even a radio station Bishop Luigi Lokati alikuwa ameanzisha. So Father Mali Wako Guyo alikuwa anasimamia mambo na pesa sana. So wakaanza sasa kuchunguza hao fathers wawili. Walipoanza kuchunguza walikuja kujua Father Siri Mukachia wakati alisimamishwa kazi alitulia, lakini Father Guyo aliposimamishwa kazi hiyo kitu ilimuuma sana na wakaanza kudig deep sana. Ndipo sasa wakakuja kujua alitaka sana Bishop Luigi Lokati kufa, kwa sababu Bishop Luigi Lokati angeondoka, who will be next in power? Father Guyo Mali Wako, correct? So wakaanza investigation. Ndio wakakuja kujua Father Guyo wakati mmoja alipanga kumuua Bishop Luigi Lokati, na aliamua hata ifanya peke yake, hatafanya na a group of people. Na hapo ndipo Father Guyo alirecruit 4 people ambao watamsaidia in planning and execution of the killing of the Bishop of the Diocese of Isiolo, Bishop Luigi Lokati. Kwanza kabisa, wakati alianza planning, walikuja kujua kwamba Father Guyo alitafuta watu ambao watamsaidia in planning. Na hao ni watu ni kina nani? Wa kwanza alikuwa anajulikana kama Roba Bala Bariche. Roba Bala Bariche was recruited to plan. Yeye alikuwa anasimamie mambo na planning ya vile Bishop Luigi Lokati atauawa. Na pia Roba Bala Bariche was the only communication. Yeye ndio alikuwa na communicate na Father Guyo. Hawa watu hii group nyingine sasa yenye walitafuta, Roba Bala Bariche ndio alikuwa only ana communicate na Father Guyo Mali Wako. So walikuwa wamepanga strategy yao vizuri sana. The second person alikuwa anajulikana kama Mahati Halake. Mahati Halake pia alikuwa part of planning and the execution of Bishop Luigi Lokati. Now, hao ni planners pamoja na Father Guyo. Now, the executors ambao sasa walikuwa wa execute the plan ambayo ilikuwa ipangwe na hawa wawili, Roba Bala Bariche na Mahati Halake, ni kina nani? Na hapo ndio Father Guyo alirecruit jamaa ambaye anajulikana kama Mohamed Molu Bagacho na Eden Ibrahim Mohamed. Na hao wawili walikuwa sasa wa execute the plan ambayo imepangwa na the 3, Roba Bala Bariche na Mahati Halake, na the main planner Father Guyo ambaye alikuwa amesinywa sana na Bishop Luigi Lokati kumsimamisha kazi ya kudeal na pesa. Mnaonekana hapo ndo alikuwa anapata mkuchu zake sana. Na the group ikapangwa sasa na Father
Guyo mali wako. Now, wakati walipanga kikosi kizima, walihave sasa kutafuta kulingana na plan ambao walikuwa wamepanga, walikuwa watumie bunduki, a gun. Now, bunduki watatoa wapi? Hapo ndipo sasa walianza kutafuta on how to hire a gun, na pesa zikatolewa na wakaenda kwa jamaa ambaye anajulikana kama Diko Waria. Now, nani alitumwa? Mahatia Lake. Kumbuka Mahatia Lake pia is a planner, so yeye ndio alitumwa. Sasa bunduki tunakuachia, hatutaki kujua mahali utatoa, what you need is a gun. So Mahatia Lake alienda kwa jamaa anajulikana kama Diko Wario. Now Diko Wario alikuwa ni msee ana haya gun yake, but before you take the gun you have to give him a good reason mbona unataka hiyo bunduki. So Mahatia Lake had to lie, akamwambia I need a gun because I'm going for hunting, so nataka unisaidie bunduki yako for a whole day, alafu nitakurudishia kama kawaida. Akampatia pesa. Hizi pesa zilitoka wapi? Father Guyo mali wako. Kumbuka yeye ni planner na yeye ndio anatoa doo ya kufund hii story yote, because yeye ndio anataka Bishop dead. So akalipa Diko Wario. Diko Wario akapeana gun akijua imeenda hunting. Hakujua bunduki yake ndio itakuja kutumika kumuua the Bishop of the Diocese of Isiolo, Bishop Luigi Lokati. Now, Mahatia Lake akarudi. Wako na everything, the plan is there, bunduki wako nayo, the planners wako, and the executors of the plan vile vile wako. Now, waka wait for the D-Day. Now, Bishop Luigi Lokati siku kama kawaida aliamkia na akaenda kanisani, Pastoral Center, na akashinda kutoa akifanya ma 1-2 hadi sasa ikafika usiku, sasa akalate. Now that day ndio ilikuwa siku ya the killing ama siku ya execution of the killing of Bishop Luigi Lokati. Kama kawaida Father Guyo mali wako kwanza alienda bank that asubuhi. Bishop sasa ako kanisani anafanya shughuli yake asubuhi. Father Guyo akaenda bank aka withdraw a good money, si pesa kidogo, a good money. Akakuja akalipa the planners, Roba Balabaliche, Mahatia Lake, and the 2 executors, because before we execute the plan the deal was kwanza utulipe, ndio tukienda tumalize story, kila mtu mitini, kila mtu anaingia story zake. Sasa hatupatani, hatuna any business, na hivyo ndio walifanya. Akaenda aka withdraw, akakuja akawalipa. Now after amewalipa alihave sasa kuchukua gari yake kapika kazuri tu, akaenda sasa. Yeye ndo alikuwa transport the 2 people ambao walikuwa wa execute the plan. So Roba na Mahatia Lake story yao imeisha, wao wamelipwa. Sasa wao ni kungojea news nini, Bishop is dead. Na wale wawili ambao walikuwa waende sasa kumuua Bishop wakachukuliwa na Father Guyo. Kumbuka when was this? Ilikuwa July 14th 2005, ndio siku ambayo Bishop aliuliwa. So now Father Guyo mali wako akaenda akachukua the two executors, our transport hadi kwa scene, na hao ni kina nani? Mohamed Molu Bagacho na Ibrahim Mohamed. So aliwachukua na akawabeba. Sasa ikafika masaa ya jioni, sasa ndio aliwaendea akawapeleka hadi kwa scene. Saa 1 sasa ndio wanafika na akaweka hapo. Father akaingia na akaenda zake nyumbani. Pia ameenda kufanya nini? Kungojea news. Mohamed na mwenzake Ibrahim wakamilishe story. Now Bishop alikuwa anatoka Pastoral Center sasa akielekea nyumbani kama kawaida. Soja wake akamuaga na akampush kidogo tu, akampush ile kumzindisi, unajua tu kumzindi, na akamwambia aje Bishop, safe jani ufike salama. Kumbe hakujua that was the last day ya kumuona Bishop wake. Now Bishop akielekea nyumbani, it was a small distance, haikuwa distance mrefu vile. Yes. So katikati ya mali aliachiwa na soja na kwake nyumbani, hapo katikati ndio Mohamed na Ibrahim wamemngojea. Mmoja ameshika the G3 rifle, bunduki. Kumbuka ile bunduki yenye walihaya ilikuwa a G3 rifle. Mmoja ako na bunduki, huyo mwingine ako na nini? Rungu. Na unaweza jiuliza rungu ilikuwa ya nini? Anyway, mmoja ako na rungu. Now Bishop wakati aliachwa na soja sasa akielekea nyumbani kwake, alipopita on mali Ibrahim na Mohamed wako kuenda some few steps ahead, ndio walitokea nyuma yake na wakammiminia marisasi.
Bishop Luigi Lokati alianguka chini na akaanza seriously bleeding. Hawa wawili nao kila mtu mitini sasa wakapotea. Kumbuka washalipwa pesa, na kitu tu itabaki ni kurudishia Mahatia lake bunduki, na Mahatia lake arudishie Diko Wario, amwambie nimetoka hunting. Na Bishop Luigi Lokati wakati alianguka pale na wakakuja akakuwa na serious bleeding, neighbors ambao walisikia milio ya risasi walitokea na wakapata Bishop ameanguka na ana bleed vibaya. But bahati nzuri Bishop was still breathing, bado alikuwa anapumua. So wakachukua Bishop very fast na kumkimbiza to the nearby hospital. But after 1 hour in hospital, Bishop Luigi Lokati akafariki. News zilicirculate kila mahali, na hizo ndio wakati sasa zilifikia president na akaamua investigations zianze. So wakati sasa Bishop amefariki, wakati walikuja sasa kujua hawa ndio planners, walianza sasa kuwatafuta, na Bishop na Father Guyo akashikwa na wale wenzake. Kumbuka aliposhikwa ilikuja kujulikana nani ambaye ana communicate na yeye peke yake, Roba Bala Bariche. Na Roba Bala Bariche wakati naye alikalishwa na kwanza kuchunguzwa, akakuja kujulikana kumbe si yeye alitumika na Bishop, yeye alitumika kama planner. Kuna wale wengine sasa walikuwa under him ambao walikuwa wanaleta information kwake, ndio yeye anafikisha kwa father. So ndio wakakuja kujua kuna other people. Nani? Mahatia lake Ibrahim, na nani mwingine? na Mohamed, na ndio wakashikwa. So waliposhikwa, bunduki nayo ikaanza kupigwa investigation. Hii bunduki ilitoka wapi? A G3 rifle. Na hapo ndio ikajulikana Mahatia lake alienda akahaya for nani? Diko Wario. Na wakachukuliwa wote sasa, the 5, the 2 planners, the 2 executors, Father Guyo and Diko Wario. Na kumbuka Diko Wario hakukuwa kwa hii mix, but ameingia kwa sababu bunduki yake ndio ilitumika. But bunduki yake ilitumika, aliambiwa it is going for hunting. Wakafikishwa kotini na investigation zikaanza. Kesi ikaanza. Kesi hii ikianza ilikuwa na more witness of that is 7 witness welcome ku confess history yote. Na among the 37 witnesses ukakuja mmoja akasema kwamba kwanza before Father Guyo aende achukue hao wengine, alikuwa amemapproach na akampatia 10,000. Akamwambia hii 10,000 I want Bishop dead. Na akachukua. But alipoenda akaketi na akajifikiria, akaona no. Akachukua pesa na akamrudishia Bishop Father, akamwambia you know what, I can't do this. Na hapo sasa ndio Father Guyo mali wako aliendea hao wengine serious people, 2 planners and 2 executors, kwa sababu ule mwingine alichukua pesa na akarudisha, but yeye alikuwa anataka sana Bishop kufa. Now kesi iliposikizwa na judge aliposikia kesi na akapata kwamba hawa watu they are guilty, aliwafunga life imprisonment except Diko Wario. Now Diko Wario aliachiliwa kwa sababu yeye akipeana bunduki aliambiwa it is going for hunting. So Diko Wario is very innocent. Hakujua bunduki yake inaenda kutumika kumuua the bishop of the diocese of Isiolo. So Diko Wario akaachiliwa free. Hao wengine wote Naivasha maximum prison death sentence. Now kumbuka sasa ndio hii kesi isikizwe, it took over 8 good years for hii case to be solved. Hii kesi ilisolviwa 2014, so minus 8 years. All those years hii kesi ilikuwa bado inasolviwa, ilikuwa bado inatafuta evidence ya kwamba hawa ndio walitumika kumuua Bishop Luigi Lokati. So this is 2014 ambapo wanatumwa maximum prison for death sentence. Now after 3 years in 2017 sheria ikabadilika kwamba death sentence it is illegal according to the human rights. Hao ndio walipeleka hiyo kesi, ikasemekana kwamba mtu akipatikana na kosa anafaa atajiwe miaka ambazo atafungwa gerezani, but not death sentence. Now kumbuka hawa walifungwa death sentence na wako gerezani, so what wanafaa kufanya?
wale watu wote, not sasa si hawa peke yake, wale watu wote ambao walikuwa wamefungwa death sentence, kesi yao ilikuwa sasa ina have kusikizwa tena ndio wapatiwe miaka ambayo wataserve gerezani. Wakakuja sasa, kila mtu akaanza, kesi yao zikaanza sasa kufufuliwa polepole. Now ya hawa Father Guyo na wenzake, the 4 people, wakati ilifikiwa, it was now 15 years later down the line. Tuko pamoja hapo. Kesi ya kwamba death sentence it is illegal ilipita 2017, wakati hawa washa serve 3 years in prison. Na sasa watu walikuwa wanaanza kuleta kesi zao zisikizwe. Na sasa wakati kesi ya kina Father Guyo na mwenzake ilifikiwa, it was now 15 years later. So walikuwa washa serve 15 years in prison. So kesi yao ikafikiwa. Wakikuja Father Guyo mali wako walikuja na wakisema kwamba wamereform, wamechange, hata father akasema hata ashakuwa mchungaji for those years ambaye ameserve in prison, na pia akaonyesha barua zenye ameandika to the family of the victim, to the family of Bishop Luigi Lokati kuomba msamaha. Hadi akakuja na barua zile za gereza, kuna vile ukichange wanakuandikianga ka recommendation at least, so wakakuja nazo, na si Father Guyo peke yake, hata hao wengine Roba Bala Bariche, Mahatia Lake, Mohamed na Ibrahim wakakuja na hizo evidence, they have reformed. Wakati judge alisikiza kesi yao akasema kwamba atawafunga 27 good years in prison. Now 27 inahesabika the 15 years ambao wameserve ndio itahesabika sasa, ndio ikue total to 27. So 27 washa serve 15 years, the remaining sasa ndio walikuwa warudi wa serve ndio ifike 27 years, and now watakuwa wanatoka in prison 2032. Now that time Father Guyo atakuwa anafikisha 71 years in prison. Na pia wakati kesi inasikizwa ikakuja kujulikana kuna makosa fulani ilifanyika. Gani? Mahatia Lake wakati alitumika kumuoa Bishop Luigi Lokati, that time he was underage, alikuwa 17 years old. So wakati kesi inasikizwa, yeye alikuwa anafaa kutritiwa kama underage because hiyo time akitumika alikuwa underage 17 years, so alikuwa amefikisha 18. So kesi yake ilikuwa inafaa kutritiwa kama mtu wa underage. So wakati judge alisikiza kesi yao na ikakuja hiyo story sasa, huyu msee alikuwa underage, kesi ikiendelea akisikizwa, so alikuwa anafaa kutritiwa kama msee wa underage. Ndio Mahatia Lake judge akasema kama alikuwa underage, the 15 years ambayo ameserve it's enough for him, yake imetosha. So hao wengine wote, Father Guyo wako, Roba Bala Bariche, Mohamed na Ibrahim wanarudi prison kuserve the remaining years ndio ifike 27, but Mahatia Lake will go home free. Yeye ameserve yake 15 years was enough. Na hapo ndipo Mahatia Lake akaelekea nyumbani na wengine wakarudi wapi? Naivasha Maximum Prison. So wadau, nini unajifunza kwa hii story? Kwanza kabisa, ikiwa ifikia place ukuwe na uadui na msee, never think of taking his life vile Father Guyo alifanya. Now he is in prison, angekuwa ana enjoy life yake sana. Sasa angekuwa ana enjoy life ya uzee na familia yake, but yuko gerezani sasa hivi ana serve sentence yake. Kwa nini? Just kutaka, si aliua, alitamani tu, kutamani kuua bishop na akapanga hiyo story yote. Again, usiwahi taka kutumika katika deal mbaya kwa sababu ya pesa. The money can be handsome. Na kumbuka ule msee wa kwanza mwenye alipewa deal ya 10k aende ajue vile tu bishop ataua Bishop Luigi Lokati, lakini alipochukua do alienda kaketi na akaona it's not worth it, akarudishia father the 10,000 na akasari hiyo story. Ndio sasa father akakuja akatafuta wasee wengine wenye walikubali offer ya do yenye aliwanga amewapatia. Haikujulikana aliwapatia ngapi, but kulingana na vile alienda bank ka withdraw, investigators inakaa walikuja kujua jamaa ali withdraw pesa mzuri na akapatia wasee. Now hawa wasee nao wana serve sentence in prison, Roba Bala Bariche, Mohamed na Ibrahim. Kwa nini?
because wao wakuwa na any beef na Bishop. Wao walitumika tu, the money was good, walichukua tu do na wakaenda wakafanya what they had to do for the money. Now wako in prison, wana serve sentence yao. Wengine hata hawakuwa wameoa, wangekuwa na familia poa. So think twice. Awaje wadau? Very nice. So see you on the next video, a true crime story. Ni video gani, ni story gani ambayo ya crime unaweza taka nikupigie yenye imewaifanyika? Na kumbuka hatutakuwa tunapiga story ya crime yenye bado iko in session kotini, bado haijasikizwa. Tutakuwa tunapiga zile zilisikiza za kina Onyancha. Stay tuned for that, it's coming. Gladys Chania, stay tuned for that, inakuja pia vile in a short while. So if you really want to be getting notification hizi video, click hapo, be an agent of true crime story. Mimi najulikana kama special agent Ustadhi. See you agents on the next video.